Sijui amefanya fujo wapi. Mimi mkiniona mimi ni mtu ya kupigana kweli? Si mimi ni mtu ya amani? Na mimi kama kiongozi ambaye mumenipa nafasi, ninahimiza na ninasisitiza kuwe na amani katika Nyaribari Chache na katika nchi yetu ya Kenya. Sisi watu wa Nyaribari Chache ni watu wa amani. Lakini nataka leo hii nishtumu yale maneno ambayo yalifanyika hapa. Tunaelewana? Na hiyo maneno yalifanyika si sawa, kwa sababu wale watu walikuja wakakuja kutuchokoza, wakabeba mishale, wakabeba rungu, wakaanza kupiga wamama wetu, wakaanza kurusha mawe. Ndio watu wetu wakasimama kudefend watu wetu wasipigwe, na hapo ndio vita ilianzia. Mimi hakuna siku katika uongozi nimesema mtu aende apigwe ama mtu aende kuuawa. Na pia nilisikia kuna mtu alipoteza maisha kama kiongozi. Huyo mtu nilisikia alipanda gari, ilikwenda kimbia akaanguka, na mimi ninasema pole. Na sisi kama Nyaribari Chache tumetuma rambirambi yetu kwa hiyo familia ya yule mtu ambaye alipoteza maisha, lakini wasikuja kutuwekelea kwamba mjumbe ndio alifanya hiyo kazi. Mimi mliniona nikirusha mawe hapa, lakini wale ambao walirusha mawe, wale ambao walipigana, walikuwa wanasimama kujidefend watu wetu wasipigwe. Haiwezekani mama ambaye yako kwa soko anafanya biashara yake, haelewi nini inaendelea, anaona watu wanakimbia, watu wanapigwa mawe, alafu unataka na hao watu walikuwa wanafanya fujo, sio watu wa Nyaribari. Walikuja kutuchokoza hapa. Ni kweli ama si kweli? Kwa hivyo mimi kama kiongozi wenu ninaitisha amani. Nataka tukubaliane, mtu yoyote asitoke kwake akuje kutuchokoza. Na msione simba imenyeshewa ukafikiria ni paka. Hii ambayo ilitokea, lakini wasituchokoze. Wakituchokoza watajua ama namna gani? Basi mimi